and her team. Na kikundi chake. Let us appreciate mom in Jesus' name. Wacha tupokee mama katika jina. Also, I want to appreciate the mom of Victor. Na pia nataka nimpongeze mama wa Victor and her team pamoja na kikundi chake. They are in the house. Wao pia katika ukumbi. Let us appreciate them. Wacha tuwapongeze. Somebody appreciate yourself as you are seated here. Mtu jipongeze mwenyewe unapokaa kanisani. Because you are so important. Kwa kuwa wewe ni mtu wa maana sana. Without you there is no wedding. Pasipo na wewe hakuna ndoa ama harusi. I want to start by saying that I want to share with this great gathering about 8 key pillars of a successful and healthy marriage. Nataka nishiriki na hii kongamano kuu kuhusu vipengee 8 ambazo zinaashiria ile ndoa ambayo inakuwa kikamilifu ama sawa. I know everybody knows that marriage is honorable. Naamini ya kwamba kila mmoja anatambua ya kwamba ndoa kinaheshimika. Even in the eyes of heaven, marriage is honorable. Hata katika uso wa mbingu ndoa inaheshimika. Even in the eyes of the government of nations, marriage is honorable. Hata katika uso wa serikali wa nchi ndoa inatambulika na kuheshimika. And for us to stand here to officiate a marriage, we have to be licensed. Na ili sisi tusimame mahali hapa na tuongoze hii sherehe, basi tumeadhimishwa. I have a license. Tuko na cheti. From the Church of Voice of Salvation and Healing Church. Katika kanisa la Sauti la Wokovu na Uponyaji. And from the government also. Na pia katika serikali pia. So marriage is something honorable. Kwa hivyo ndoa ni kitu ambacho kinaheshimika. And we want to appreciate Victor and Domtila. Na nataka tumpongeze Victor pamoja na Domtila for preparing their marriage to be official. Kwa kuandaa ndoa zao ili iweze kutekelezwa. So I would like to give you just some tips of how your marriage can be successful and healthy. Na kwa hivyo nataka tuwape vidokezo tu kidogo vile na namna ndoa inaweza kuwa inafaulu na inaendelea vyema, healthy na iko na afya. Amen. Amen. And I know you know as you are seated here that marriage does not occur between girls and boys. Na kwa kuwa natambua ya kwamba vile mmekaa hapa, ndoa haiwajibiki kati ya kijana na msichana. Are you serious? Marriage is something that must be between two adults. Na ndoa ni kitu ambacho lazima iwe kati ya watu wawili ambao ni wakubwa. And according to the Bible, na kulingana na maandiko, it must be between a man and a woman. Lazima iwe kati ya mwanamume na mwanamke. A mature lady and a mature man. Yule mwanamke aliyekomaa na mwanaume aliyekomaa. So it is the legal or formally, it is the legally and formally recognized union of two people as partners in a personal relationship. Ni ile ushirika ambaye imeadhimishwa ama imekubaliwa kati ya watu wawili wanaotubiana. A formal union and social and legal union between two individuals. Ni ile ushirika ambaye imekubaliwa kati ya watu wawili that unites their lives legally, emotionally and economically to move as a husband and a wife. Ambaye inapatanisha hali yao katika kiafya, kiuchumi wanapoendelea kama mume na mke. So marriage is honorable.
Kwa hivyo ndoa ni kitu ambacho kinaheshimika. It is something that needs keenness. Ni kitu ambacho inahitaji uangalifu na kuwa makinifu. It is something that needs some care. Ni kitu ambacho inahitaji kwa kujali sana. Before you get into marriage, kabla hujajumuika katika ndoa, somebody you need to test yourself. Mtu unafaa kujijaribu mwenyewe. Whether you are mature enough to get into marriage. Kama uko kweli umekomaa kwa kuingia katika ndoa. Whether you are prepared emotionally to get into a marriage. Kama umejiandaa ya kutosha kwa kuingia katika ndoa. Kwa kihisia. Kwa kihisia zamani. So that when you get into a marriage, ili ya kwamba unapoingia katika ndoa, you don't get into it childishly. Au ingii katika ndoa kama mtoto. You don't get into your marriage through lust. Au ingii katika ndoa yako kana kwamba ni tamaa. You don't get into your marriage through feelings. Au ingii katika ndoa kupitia hisia. But you get into your marriage as a committed, mature man and a mature lady. Committed. Unaingia katika ndoa, bali unaingia katika ndoa kama mtu aliyewajibika katika ndoa. Amen. Amen. So that you can be able, ili ya kwamba uwe na uwezo to run your family, kuongoza familia yako. Because marriage is not all about the wedding that we are in today. Kwa kuwa ndoa si ya kwamba ni hiki kitu ambacho tunafanya ya upatanisho siku ya leo. But marriage is a responsibility. Lakini ndoa ni kuwajibika. Hallelujah. Hallelujah. So I wanted to tell somebody, it is not only dancing here. Kwa hivyo nilitaka nieleze mtu ya kwamba si ya kwamba ni kucheza tu hapa. These are just part of it. Hii ni sehemu tu yake. But the real marriage is about responsibility. Lakini ndoa yenyewe halisi ni kuwajibika. Let me start by giving these two guys their responsibilities. Na hata nianze kwa kuwapa hao watu wawili hapa majukumu yao. And then I will give you only two pillars and then I will stop. Kisha nitawapa tu nguzo mawili kisha natamatisha. What is your responsibility in a marriage as a man? Je, majukumu yako kama mwanaume katika ndoa ni nini? Many of us men, we get into marriage and we don't know our responsibility. Wengi wetu kama wanaume tunaingia katika ndoa lakini tunakosa kutambua kuwajibika kwetu. Number one major responsibility of a man in a marriage is provision. Kipengele cha kwanza kwa wanaume katika ndoa ni ya kwamba provision, ni ile mapato. Provision. Chakula ama kuwajibika kwa mapato. And I want to repeat provision. Nataka nirejee nikisema ya kwamba mapato. When you look at a man, unapotazama mwanaume, God fashioned a man to produce. Mungu alimuunda mwanaume kwa kutoa. And so they are the providers. Kwa hivyo wao ndio wa kutoa. Wao ndio wanapeana. They are the one to produce. And so the major role of Bishop Eli in my marriage, in my family, is provision. Kwa hivyo mimi kama Eli, majukumu yangu kama mwanaume katika ndoa ni kutoa ama kupeana. A man, you need to understand that you are the provider of the family. Provider. Wewe mwanaume inafaa upate kuelewa na kujua ya kwamba wewe ndio wa kupeana katika familia. Yes. You provide so many things. Wewe unapeana vitu nyingi sana. Number one, jambo la kwanza, you provide rules and directions of your family. Unapeana masharti na mwongozo katika familia yako. Because as a man, you are the head of the family. Na pia kama mwanaume wewe ndio kichwa cha familia. And if you get into marriage and you cannot give directions, na unapoingia katika ndoa na uwezo ukapeana mwongozo, then your family will grow up. Na kisha familia yako itakuwa. And in this
undisciplined family. Na itakuwa ile familia isiyokuwa Na nidhamu. na nidhamu. Asante. As a man, you are created to provide. Wewe kama mwanaume uliumbwa uweze kupeana. We will be looking at Victor Tutakuwa tunamtazamia Victor to provide ili aweze kupeana in his family. katika familia yake. And as we will be looking at him, Na kama tunaenda kumwangalia, we will be looking at Victor, tutakuwa tunamwangalia Victor and we will be expecting some children to come out of Domtila na tutakuwa tunatarajia watoto kutoka katika Domtila after the provision of Victor. baada ya kupeana kwa Victor. Haleluya. So a man, you are the provider. Kwa hivyo mwanaume wewe ni wa kupeana. In your family, you are the provider. Katika familia yako wewe ndiye wa kupeana. You provide everything. Wewe unapeana kila kitu. You provide security. Wewe unapeana ulinzi. Hallelujah. Haleluya. My brother Victor, Ndugu yangu Victor, don't take Domtila to your home usimchukue Domtila katika nyumbani kwenu and make her a wife of all your brothers. na umfanye mwanamke kwa ajili ya ndugu zako wote. Nini kendo duwete ni duto. Ya kama umeoa kwa ajili ya ndugu zako wote. No. La, Marriage is between one woman and one man. ndoa ni kati ya mwanamke mmoja na mwanaume mmoja. And that is why, Na ndiposa after taking Domtila to your family, baada ya kuchukua Domtila katika familia yenu, it is you to provide security for her. ni wewe ni wajibike katika hali ya ulinzi kwa ajili yake. Let nobody touch her, Usiache mtu yote dhubutu kumguza, because you are the provider. kwa sababu wewe ni wa kupeana. The major role of a man in a family is provision. Yule majukumu makuu katika mwanaume kwenye familia ni kupeana. You provide visions that will run the family. Unapeana maono ambayo itakuja kuongoza familia. You provide visions Unapeana maono that will make the family to prosper. ambapo itawezesha familia kuendelea. You provide good ideas Unapeana mawaidha mazuri that will guide and guard the family. ambapo itaongoza na kuzuia familia. I am talking to men Naongea na wanaume in the house. katika ukumbi huu. We were made to provide. Sisi tuliumbwa tuweze kupeana. But some of us are a little bit lazy. Lakini baadhi yetu hapa pengine huenda wengine ni wanyonge sana hapa. Wadhaifu. Asante. Some of us ni wavivu. Some of us are lazy. We are lazy. Tuko wavivu. I included. Mimi nikiwa na mwisho. Some of us, we want to see things happening Wewe tunataka kuona vitu vikitendeka without providing. pasipo kuwajibika ama kupeana. Let me tell you as a man, Wacha nikueleze kama mwanaume. things will not just happen. Vitu hazitafanyika tu. They will be made to happen. Lazima zifanyike. Say amen. Praise the Lord. I am talking to men. Naongea na wanaume. One major role. Ile majukumu moja mkuu. Touch your neighbor if he is a man and tell them, did you know that you are a provider? Mfunze jirani yako kama ni mwanaume, muulize, je, wajua wewe ni wa kupeana? No maana ndo kanya kajoma nyiri wewe utu wacha. Naona hata watu wanaongea ndani, mnasema nini? Men were created to be managers. Wanaume waliumbwa wao wakurugenzi. Yeah. Sio wakili. Wakurugenzi. Wakurugenzi. Yeah. You are the manager of your family, ndugu Victor. Wewe ndiye mkurugenzi katika yako, ndugu Victor. As from tomorrow. Kuanzia siku ya kesho. Umesema kesho? What about today? Kesho.
don't know what can happen. Leo hatujui nini huenda katokelezea. We are just guessing. Tuna guess tu. Because we have never reached the stage of vow. Kwa kuwa tujafikia katika ile kilele cha kupea ama kufanya ahadi. We will give them chance to say no or yes. Tutawapa nafasi ili waseme ndio au la. So please do not force me with today. Kwa hivyo tafadhali samahani, usilazimishe na siku ya leo. You shall be the manager of your home. Wewe utakuwa mkurugenzi katika boma lako. The manager of your family. Yule mkurugenzi wa familia yako. As from tomorrow. Kuanzia siku ya kesho. After knowing Domtila a little bit. Baada ya kumjua Domtila kidogo tu kiasi. Somebody say amen. Mtasema amen. Men were created to manage. Wanaume waliumbwa waweze kutawala. We were created to manage. Tuliumbwa ili tuweze kutawala. That is why it is very difficult to lead men. Ndiposa inakuwa ni vigumu sana kuongoza wanaume. If you are not careful, you will not lead men. Kama utabatilika vya kutosha, basi hautamuongoza wanaume. Because they are manager on their own. Kwa kuwa ni makurugenzi katika njia zao kivyao. In their position. Katika hali yao na kiwango chao. In their standard. Katika kiwango chao. Hallelujah. Hallelujah. And so, one major role of a man in a marriage is provision. Kwa hivyo majukumu kuu ya wanaume katika ndoa ni kupeana. Let me repeat. Wacha nirejee. Let me repeat again. Wacha nirejee tena. It is you, Victor. Ni wewe Victor. To provide the vision that we will run your family. Kupeana ile mapato ambapo maono ambayo itakuja kuongoza familia yako. When your family will be struggling a little bit, ikiwa familia yako itakwenda yumba kidogo kidogo, we will look at you and know. Tutakutazamia na kujua. Kuna mwingine alisema na amesema nisitafsiri. It simply means that you are a man there, but you don't have any idea. You don't have any vision. You are a man there with a long truth. Inamaanisha kwamba wewe ni mwanaume pale hauna maono, wewe ni mwanaume pale akiwa na roho mrefu. So please provide the vision that will run your family. Kwa hivyo wewe toa maono ambayo itakuja kulinda ama kuwezesha familia yako. That is why marriage is not for boys and girls. Ndiposa ndoa si ya wasichana na wavulana ambao bado ni wachanga, ambapo bado they are still young. What is the major role of a woman in a marriage? Je, ni majukumu gani kuu haswa katika wanaume kwenye ndoa? Mwanamke samani. What is the major role of a woman in a marriage? Majukumu gani kuu kwenye mwanamke katika ndoa? I want to talk to you, Domtila. Nataka nenda wewe Domtila. To understand your role. Ili upate kuelewa na kufahamu majukumu yako. The Bible in the book of Genesis chapter 2 and verse number 18 coming down. Maandiko katika Mwanzo 2 aya ndio 14 hapo teremka chini. The Bible says. Maandiko inasema. Now one day God visited the man in the garden of Eden. Ya kwamba siku moja Mungu akamtembelea Adamu katika shamba la Edeni. Man was lonely. Na mwanaume alikuwa peke yake. And man was lonely. Na mwanaume alikuwa peke yake. And man was born. Na alikuwa ameboeka. And then God looked at man. Na ndipo Mungu akamtazama mwanamume. And he said, na akasema, it is not good for this man to live alone. Ya kwamba si vyema kwa mwanamume kuishi peke yake. And so the Bible records na ndipo maandiko inaeleza that God himself ya kwamba Mungu mwenyewe took one rib out of the man. Akaondoa ubavu mmoja kutoka katika mwanamume. And out of the one rib he took. Na kupitia ile ubavu mmoja aliondoa, he fashioned
something called a woman. Akatengeneza kitu ambacho kinaitwa mwanamke. And God said, na Mungu akasema, out of this rib, kupitia hii ubavu, I am going to fashion a help meet for this man. A help meet, a help suitable, a help compatible to this man. Naenda kuunda yule kitu ambacho tamanio ya huyu mtu, kitu ambacho anaweza kukua nao na usawa katika hali yao. So God created the woman. Na ndipo Mungu akatengeneza mwanamke. So your major role as a woman in your marriage is helping. Kwa hivyo majukumu yako katika ndoa kama mwanamke ni kusaidia. You are a helper. Wewe ni msaidizi. You are not a parasite. You are a helper. Wewe sio mdudu, wewe ni msaidizi. Okonya Aisha. Okonya Aisha kokunya loko parasite kuna kimi wewe si dudu. Unaona nini Kiswahili mo? Nani anatusaidia? Listen to me, Sister Dontila. Nisikize dada Dontila. Today you are married by Victor. Leo hii unaunganishwa na ndugu Victor. Not as couple. Si kama kupe. Don't get into your family and be a couple. Usimchukue upeleke katika familia na ugeuke kuwa kupe. Don't turn to be a parasite to your own family. Usije ukageuka kuwa kupe katika familia yako mwenyewe. The work of all parasites that I know, ile kazi ya kupe ya kala wanatambua, is only sucking. ni kunyonya everything. ni kunyonya chochote. And by the way, some parasites are so foolish. Na hakika hata kupe zingine huwa ni wapumbavu sana. They can suck even after the cow has been slaughtered. Wanaweza hata kunyonya hata kama ng'ombe amechinjwa. Yenauru mana wachi kidoliwa ya. Mruhusu niongee kwa kijana tamani. Leo acha kuniangalia hivyo. Usimwangalie hivyo. Ukuduma ongelia. Kuna makupe zingine hazina maarifa. Toka dobe witch makata witch tereke leo. Wananyonya kichwa cha ng'ombe hata kama unapeleka kwenye jiko kuchomwa. Kuna chwe doge. Na baada ameweka tu pale, ameweka tu kichwa chake pale. Mimi nanyeka kama munu moko cha. Hivyo ndivyo watu wengine wanakaa. Chango ni chuo mwana mtu. Anakula mwanaume hajalishe kabisa. Anakula kitu chake mwenyewe, anakula haja na tamatisha kabisa. Anakula kitu chake mwenyewe na anahakikisha anakula mpaka anatamatisha. Wapendwa wetu ambao wanaendesha nduki ambao wako hapa, narudi kwa kimongo msinipige. Oscar Gigio tamane no jurua. Oscar hizi vitu zangu zinazuia kuangalia wapendwa hapa. Hapa ni no jurua. Nataka nione wapendwa hapa. Hapa ni video mambo yote ojokoda kusubiri. Nataka niweze kufahamu ya kwamba naongea nao wamefinywa na mimi ama wananipata. Listen to me. Nipate wewe. One day I was being ridden by the bodaboda. Siku moja nilikuwa naendeshwa na bodaboda. Pikipiki. And then this my driver, huyu mwendeshaji wangu wa pikipiki huyu, met a friend. Akakutana na rafiki yake. And they wanted to greet one another. Na wakataka kusalimiana wenyewe kwa wenyewe. This was the story. Stand up. Na hii ndio ilikuwa ni hadithi. Simama. Tingweki mali. Inua mkono wako juu. Chamingao. Kula uweke juu. Chamingao. Kula uning'inize juu. As a woman, as a wife to Victor, kama mwanamke, kama mke kwenye Victor Dontila. Mom, you are not a parasite. Mom, wewe sio kupe. God did not fashion parasites. Mungu hakumuumba kupe. But God in his own wisdom, lakini Mungu katika maarifa yake mwenyewe, fashioned a helper. alitengeneza
a real helper, na mwanamke ni yule msaidizi asili, then it doesn't matter where this family begins. na haijalishi basi, haijalishi kwenye hii familia inaanzia. Just give them some few years and you will see something new. Wacha tuwape nafasi ya miaka zingine machache, kisha tunaona vitu vingine tofauti. So sister, don't tell her your major role in your marriage today is helping. Kwa hivyo dada, Domitila, majukumu yako asili katika ndoa hii leo, You are going to help Vita in everything. wewe unaanza kumsaidia Vita katika hali zote. Let me tell you. Wacha nikueleze. Let me talk to you. Wacha niongee na wewe. As your parents listen. Kama wazazi wako wanasikiza, Help this young man not to move outside his wedding. msaidie huyu mtu asije akondoke nje katika ndoa yake. I did not say who you would. I said this young man. Nimesema ya kwamba huyu kijana mdogo, If you are not going to help him, kama hautamsaidia, then he will move out of his bed. kwa hivyo ataondoka nje ya kitanda chake, Because he cannot help himself. kwa kuwa hawezi akajisaidia mwenyewe. You are the helper Wewe ndiye msaidizi and the controller na yule wa utekelezaji of all the emotions in the house. katika ile hisia zote katika nyumba. Oh man, Domitila, you are the helper. Domitila, wewe ndiye msaidizi. Hallelujah. Haleluya. That is your major role. Hiyo ndio majukumu yako kuu. And to you, Na ni wako wewe, another woman in the house. mke mwingine katika nyumba. Maybe you didn't know this. Pengine hukutambua haya. If you cannot help your husband Ya kwamba kama huwezi ukasaidia emotionally, katika hisia, then be ready kwa hivyo jiandae. to have your call. Amen. Be ready to have your call. Kuwa tayari kuwa na mwenzako. Because you need to know your role in the house. Kwa kuwa haukutambua majukumu yako katika nyumba. You are a helper. Wewe ni msaidizi. Help Victor to keep the little money he will be earning. Msaidie Victor kwa kuwekezesha lile mapato madogo ambayo anapokea. Women, we don't know how to keep. Wanawake sisi wenyewe hatujui namna ya kuweka. We are providers. Sisi ndio wa kupeana. We can provide anyhow. Tunaweza kupeana tu hoi hai. But when there is a helper, Na kama kuna msaidizi, hey, somebody say yes. mtasema yes. Juluomo asiaya otamore bona yes nikech Kisumu kalo negi mana kane. Watu kutoka kule Siaya wamekataa kusema mbele kwa kuwa kizungu inaopita kama ndege. Wana nemo audenya kona urame. Wacha nione wale kutoka mbele, semeni amen. Urame na. Semeni amen. Hatutasema Kijaluo. We are not going to speak Kijaluo here. Forget about that. Sahau hiyo kabisa. And so, don't Kwa hivyo don't, he will be providing, yeye atakuwa anapeana. but you will be keeping. Na wewe utakuwa unaweka. You keep Unaweka however little. hata kama ni kidogo. You keep Unaweka however much. hata kama ni nyingi. You keep Unaweka in season and out of season. katika majira na hata kabla majira. This is what I am saying, Dalongoro. Hii ndio kitu ambacho tunasema Dalongoro. The role of any good woman in the house is keeping. Majukumu ya mwanamke yeyote ambaye ni mzuri katika ndoa ni kuweka. And I want to praise my wife Pamela Chelo. Na nataka nipongeze mke wangu Pamela Tieno. Thank God who gave me Pamela. Nashukuru Bwana aliyenipa Pamela. I am very grateful. Mimi nimebarikiwa sana. I married Pamela when we were too poor. Nilimuoa Pamela tukiwa tunapitia hali ya umaskini sana. Tulikuwa maskini, hatukuwa tunapitia. Tulikuwa maskini sana. Wewe labda unapitia. Sisi tulikuwa maskini. And I'm happy some of the senior people here knows me. Na nafurahi kwa kuwa watu wengine baadhi yao ambao ni wakamavu Some wanatambua. of my good friends here used to call every now and then. Na baadhi ya marafiki zangu walioko hapa walikuwa wanakuita kila mara na mara. I used to call them Nilikuwa napenda kuwaita for help.
kwa usaidizi. Even for 300. Hata kwa shilingi 300. Even for 1,000. Hata kwa shilingi 1,000. Even for 2,000. Hata kwa shilingi 2,000. But I want to thank God for Mama Pamela. Lakini nataka nishukuru Bwana kwa Mama Pamela. A real helper. Yule msaidizi asili. That woman. Huyo mwanamke. That woman. Huyo mwanamke. Somebody touch your neighbor and tell them that woman. Mtukuze Mungu mwambie huyo mwanamke. That woman. Huyo mwanamke. That young Huyo binti Mwamero has made me to be what I am. amenifanya niwe kitu ambacho niko. She is able to keep however little. She is able to keep. Ana uwezo wa kuweka hata kama ni kidogo kiasi gani. She knows how to take care. Anajua namna ya kutunza. Na hiyo imenifanya nikifika kwangu hata kama niko na laki ngapi naweka kwa mkono yangu. Kuja kwangu utaona. Tuende na wewe kwa bomba yangu utaona. Ninaweka kwa mkono yake kwa sababu this woman is not a parasite. Wait until I don't talk to somebody. Maybe the devil want to confuse you. You will be a parasite to Victor. Yeye shetani anataka kuchanganya, utageuka kuwa kupe katika Victor. Pesa ukipewa hivi sijui nini, ndugu yangu, mama, baba yangu, kaka, jomba, haya tabu kidogo ya. Kila kitu ukipata unafikiria kwenu bila kujua ya kwamba ushatoka kwenu. Jenga kwako. Jenga kwako kwanza. Jenga kwako. Semeni jenga kwako. And the Bible is very specific. Na maandiko iko wazi sana. And for that reason, Na kupitia hilo, a man, mwanaume will leave atawacha his mother and his father. baba yake pamoja na mama yake. Go and unite together Waende wapatanike pamoja with his wife. na mchumba wake. And the two Na wawili shall become one body. watakuwa mwili mmoja. Siupigie Bwana makofi. Tunapaswa. Hii ni swali kwa wamama. This is a question to the women. Hebu uliza huyo mama karibu na wewe. Just ask a mother besides you. Tangu olewe umesaidia mume wako kununua nini? Just ask them. Pelina na amebatikana. Pelina moriere. Ninyakane nyumi. Ise konyo ya ori. Nyewa ngokoso yino kuodo. Ulize tu wasiwasi ya kwamba tangu uolewe, je, umewahi kusaidia mume wako kwa kufanya nini? Ama wewe ni kupe? Wito ndio mmoja chini yako. Tumesema nini? Tumesema ya kwamba wewe ni msaidizi. Okay. You are looking at me. I'm proud of you, young women. Ninafurahia sana wanawake wadogo. I'm proud of you, young women. Ninafurahia sana. Most of learned ones. Na sana sana walio wasomi. But before you make 10 styles on your hair, before you make 10 styles on your hair, Na kabla utengeneze mtindo 10 katika nywele yako kusoma, ask yourself, jiulize, how much am I taking to the salon? ni And what can the match do in my life? ni ngapi napeleka kwa kusoma kwenye saluni? Na hii itanisaidia kwa jamii katika maisha. Because in a month you can go with one style, you can go with one style. Kwa kuwa kwa mwezi mmoja unaweza tumia mtindo moja. One month. Mwezi mmoja. Not every week. Sio kila wiki. But the young women in this gathering, Lakini wanawake wachanga katika ukumbi huu, they love their heads more than their families. wanapenda nywele zao kuliko familia yao. They don't care Hawajali whether it is an opening day and the children are going back to school. hawajali They don't care. hata kama ni msimu wa kufungua shule They na watoto wanaenda they shule. must make up their
lazima wajitengeneze wenyewe. Are you building or you are destroying? Wewe unatengeneza au unaharibu? Are you really helping this man? Je, unasaidia huyu mtu? The Bible calls a woman a helper. Maandiko inaita mwanamke kama ni msaidizi. It is you to help your husband. Ni wewe mwenyewe usaidie mume wako. Come out of that poverty. Kuondoka katika umaskini huo. It is you to change the family you are married into. Ni wewe ugeuze ile familia ambayo umeileta. Wewe unataka kugeuza na market. Wewe kijana ni wewe pombe vitu vya wewe mshika. It is only the woman that can bring the change. Mwanamke tayari anaweza leta mageuzi. The ladies of Kenya. Wala wasichana wa Kenya. The women of this nation. Wao wamama wa hii mada Are not ready hawako tayari to change their new families. kugeuza familia zao. This is their slogan. Hii ndio mtindo yao. No nyoma nimea achamo anyoro. Niliolewa nipewe na kula na zaa. Chimu ni utawijo kama roko na wadu wale. Juzi nimesikia mwingine akiambia ndugu yangu ya kwamba Au kujua ninakuja. Au kujua ninakuja. Ndio mimi ulitafuta. Nikasema ya, onde daktari. Koka gida ketientiana mbona loki. Nikajiuliza na kusema kwamba hii familia kuishi ni ngumu namna gani, na wameishi karibu na ua yangu. Ukiniye na biro. Haukujua nakuja. Kani poki kulima betu ni ngado ile na ngo. Na kama huko umejiandaa vya kutosha, ulituwekelea kwa nini? Ma. Nisalimie. Wewe ni msaidizi. Your major role in the family is to help. Majukumu yako katika familia ni kusaidia. Help your family to grow. Saidia familia yako kwa kukua Financially. kifedha. Help your family to grow. Saidia familia yako kukua Numerically. hata kwa idadi. Help your family to put something down. Saidia familia yako kuweka kitu chini. Ukisema chama kunie. Ukuli tu kama nyani ama kama fisi. Mama chiemo michamo ni mataku chiemo migalonda dagi. Yoni wori chieme. Mwanamke anakula hadi ukindani kwamba kuna nyanya yake wanakula ndani yake Pamoja na mama yake. Wacha niseme polepole. Nyaka Mombasa kama kawoni tini. Kisanye mo project hii. Tangia uingie katika Mombasa, sasa hii leo hii unazeeka. Je, umeendesha mradi gapi? Tukadi pono ni jidokta kulu, ini dok nango. Na kama uenda ikawa watu wanarejea bara leo hii, je utarudi kivipi? Yena ura ni dueche ni loki. Mlikubalia niongee hizi maneno mimi tafsiri. Kaka ni donyo kinyol. Vile uliingia na kuzaa Kichamo. na kukula. Nikakindro dokta lakini tino kena. Ndio vile utarejea kule bara na watoto peke yao. Kichamo wole ma dubitie kuma. Bibo una lodo kodara el mates mutu egi uleso to kenye tena. Umekula kijana mwenyewe mpaka ameisha. Kitu ambacho umebaki nao ni mattress ambayo imezeeka, mmefunga na leso. We mama we. But some of the women in the house, Na baadhi ya wanawake katika chumba are very smart. wako sawa. They make their husbands to be men. Wamewafanya wanaume zao wawe wanaume. People that other groups can listen to. Watu ambao watu wanaweza kuwasikiza. Aya, Victor, let me cut it short. Wacha nifupishe. Don't say that. Don't you? You are a helper. Wewe ni msaidizi. Victor,
Peter, you are a provider. wewe ni wa kupeana. Go and provide. Nenda ukapeane. You help. Na wewe usaidie. Help in keeping. Wewe saidia kwa kuweka Advice. mawaidha. Help all around. Saidia kwa njia zote vile. And then you will speak like Ezekiel Odhiambo. And then you will speak like Ezekiel Odhiambo. Kisha utaongea kama Ezekiel Odhiambo. Who one day told us that he is living with an angel on earth. Ya kwamba yeye anaishi na malaika katika dunia. Ezekiel alikuwa from Msimame. Kujeni hapa. Kujeni hapa. One day this man was teaching the church. Siku moja huyu jamaa akawa anahubiri katika kanisa. And he was teaching couples. Na alikuwa anafundisha uchumba. And he was talking about his wife Jennifer. Na alikuwa anaongea kuhusu mke wake Jennifer. And this man really said something tough. Na huyu jamaa akasema jambo lingine nzito. That many of you wamama hautakubali. That wengi wenu hapa wamama hamtakubali. And many of you wamama hamwezi kukubali. He said, alisema, ni nani katikati yetu hapa ambaye akirejeshwa katika ujana wake bado anaoa mwenye anaishi na yeye? Ukirejeshwa kwa ujana yako, je, bado utaoa huyo mtu? Mniambie ukweli tu. Mniambie ukweli. Ni wangapi muinue mkono meona? Waonde wa. Wacha niulize hii alafu nimalize. Karibu niwaunganishe. Na kaka juruongea. Jiona kadaka wao todogoreke la aksa. watu wanaishi hapo kwenye ndoa lakini wamechoshwa na ndoa. And that question was a little bit tricky and tough. Na hiyo swali kawa ni majaribu sana na ni ngumu. And I was among the people who raised up their hands. Na nilikuwa kati ya miongoni wa watu ambao waliinua mkono zao. I am telling you the truth. Na kueleza ukweli. If you take me to my 24 years, Kinirejesha katika umri zangu za miaka 24. where I met Mama Pamela, Wakati ambapo nilikutana na Mama Pamela, I will still choose Pamela Atieno Nyarudei among many women. nitabaki kumchagua bado Pamela chini ya Rodeo kama yule mwanamke ninampenda kati ya wanawake. Mano kinyana pame nekitekino lo nikatimena sinaloni ba. That's why Ezekiel told us. Na sasa Ezekiel akatueleza That this woman is like an angel. ya kwamba huyu mwanamke ni kama malaika. But he was telling us something that we have experienced. Na alikuwa anatueleza kitu ambacho tayari tumeshuhudia. Let me tell you. Wacha niwaeleze. Can I tell you? Je, niwaambie, It is not only the outlook that makes a woman beautiful. si tu kupitia umbo la nje ambapo inafanya mwanamke awe mrembo. It is not only the make-up. Si kupitia ile kujipodoa. What makes a woman to be a woman of value? A woman of what? A woman of substance. A woman of Virtue. virtue. Yeah. Is, can I come to you? Is C-H-A. Can you complete it? Character. Tabia. Andiko dungara chane. Ninaenda na nyinyi vibaya naona. Kichikika kimoroma kini tuwalina kama. Kimuoma kagolo nana. Wewe kitu kimoja kikukwaza unaharibika na kupotoka karibu hata utoe mavazi. So one day Ezekiel told us, Kwa hivyo siku moja Ezekiel akatueleza, you are 38 years in marriage or 31? 34. 34 years in marriage. Yeye ni akona umri miaka 34 katika ndoa. And he told us, Na akatueleza, when you take him back to his youth day, ukimpeleka moja kwa moja katika nyakati zake za ujana and you bring Jennifer, na umlete Jennifer, he will still marry Jennifer. bado atabaki kumwoa Jennifer.
Kano pamete, nikasema umetukuti tunyongi marachi. Hapo kupiga makofi ni ngumu kwa sababu asante sana Jennifer na Ezekiel. Ukimija ulipesa kaji mimi hoja asibu. Usimpee mke wako pesa kama umpatia maadui. Unajua ikifika kwa pesa, you know when it reaches the things of money, wanaume wanarudi hata kwa jina ile. Msichana alitajwa kwao na hakuambiwa officially. Anyango. Kausini mihario na tiba kukibiba. Chukua hiyo shilingi 200 ndio ukatafuta kitu ambacho unahitaji. Yawa, wajime huru ni yao. Semeni only. Anyango. Mama. Enda ukajenge kwa wakina Victor bwana. Enda ujenge huku kwa bana. Watu wengine wawe profesa kwa sababu umeolewa hapo bwana. Wengine wawe walimu bwana. Wengine wapatikane engineers. Na hata na watoto wako hawatawachwa. Ya wakona ula mena. Nyuma konola ngone tieto nyuma konola. Oyuno piga kengele nitamatisha. Asifiwe Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Let me test. Wacha niseme. Let me test. Wacha jaribu. So Mutila, what did I say is your own? Stand up and say loud. Mutila, ni kitu gani ambacho nilisema ni majukumu yako? Simama na useme kwa sauti. What did I say is your own? Nilisema nini? Ni majukumu kama mwanamke. As a wife, I am a helper. As a wife, I am a helper. Kama mwanamke mimi msaidizi. Katika ulipa motosewa hacho. Hapo sasa kama kazi sio amesema. Victor, what did I say is your major role in your marriage today? Victor, nilisema ni kitu gani ambacho ni majukumu yako kuu kama mwanaume? I as a man in my family, my major role is provision. Yeah. I did not get you right, sir. I did not get you right, sir. Stand up and speak like a man. What did I say is your major role in this marriage? My major role in this marriage is provision. Provision. Who is giving me this young man for me to join him into the holy matrimony? Who is giving me this young man? Nani anayenipatia huyu kijana mdogo ili niweze kuwaunganisha katika hii harusi takatifu? Songeza hizi vitu nyuma huko. Huyu ni kijana wa jaba aliyezaliwa na wamama wawili. Mnileteni hapa mali penye nipo. Adola huku wananisha vizuri. Adola wananisha vizuri tafadhali. Wow, makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Bila kufuata kitu. Nani ananipea huyu msichana? Who is giving me the lady? Ili niunganishe ndo. Na mimi anya kwani unaliwa ruhusa.
so that I may unileteni na upande huu wa kulia, unileteni na upande huu. Naona mneno na mimi vizuri. We are almost now. Thank you, keyboardist. Asante mcheza keyboardist. We are almost now. Tunakaribia sasa. We are almost now. Tunakaribia sasa. Before I join these brethren, kabla niwaunganishe the bride, ningependa niulize bwana harusi aweze kuondoa kitambaa to confirm if she is the girl, ili athibitishe kama yeye ndiye binti, the lady msichana he wanted to marry, aliyetaka kumuoa. wawacho gi dho Kisungu to waloko gi dholuo gi Kiswahili. Ni wadwa miyo Victor thuolo. Tunasema katika Kijaluo ya kwamba tunataka kuwapa Victor nafasi mondo oyela ne nyakone ili akafungue kitambaa huyu msichana, mondo owachenwa ni to mae en kusoma ili atueleze ya kwamba huyu ndiye binti msichana mwenyewe ama si yeye. Kwa hiyo nilikono maten ka Victor dio tich Maria lo pendo ni okyo. Cheza hiyo kinanda yako ikiwa wanafungua hiyo kitambaa. Karibu. Nataka niulize Victor, yale majina ambao watajiita wakishaenda sasa sitaki niyaseme. Sister Domtila Tieno Inguje mwenyewe ni kiloso gosi monikao ubenjaoni kile kamano iye yamo siwate mali Nataka niulize ndugu Victor kwamba je, ni jambo la ukweli na hakika ya kwamba huyu ndiye yule mwanadada Domtila Tieno Inguje ambao mlikuwa mnaandaa ndoa na yeye? Kama ni hivyo sema tu ndio. Ndio yeye. Wakise yeye kama ndokondo kwa kubali ya kwamba ni yeye, sasa kuchukua hatua ya nyuma kidogo. Hadi wapendo sister Domi. Nataka niulize dada Domi, ni mali Victor kusojogi owilo ni mato kae ndikoni mano tego. Huyu ndiye Victor ama watu wena wamebadilisha wengine? Kama ni yeye sema tu ni yeye, ndio ni yeye. He is the one. Just a minute. Kidogo tu. Just a minute. Only the young Turks can understand our language of foreign. Ni wale tu vijana ambao wanaweza kuielewa ni yeye katika lugha ya Kimungu. Kuna kwa inakuwa mama nyaka yudale huko huko watu kidogo nini. Sasa nimekuomba ongea na ile lugha ambao hata wapili wanaelewa. Amen. Ndio ni yeye. Sasa ndio kaje kono pa. Ona kioni kama Thank you.
Victor Otieno Ngesa, Je, wewe Victor Otieno Ngesa, do you today before the great congregation leo mbele ya umati huu kuu and the heavenly witnesses ikiwa mbingu inashuhudia, accept to take Domtila Atieno Inguje, unakubali kumpokea Domtila Atieno Inguje to be your lawfully wedded wife? kuwa mke wako wa kisheria? Will you leave other women Wewe je, utawacha wake zingine and cleave to her alone and her alone, na umshikilie yeye mwenyewe na yeye mwenyewe, in sickness or in health, katika magonjwa ama katika afya, in good times or in bad times, katika nyakati mazuri ama nyakati mabaya, in wealth or in poverty? katika utajiri ama umaskini? Will you love and protect her Je, utampenda na kumlinda till death do you part? hadi kifo iweze kuwatenganisha? If it is so, Kama ni hivyo, you will say, yes, I will. kama ni hivyo basi utasema ndio, nitatekeleza. If you are not willing, Kama hauwezi, still you have the last chance bado una nafasi ya mwisho to say, no, I am not willing. useme ya kwamba la, siko tayari. Yes, I will. Ile kama wanasema kwa jana wasi sasa piga hizo vitu kidogo. Washaka la gala watu. Piga kitambala sasa. Turupe wape makofi, turupe makofi. Thank you. Asante. Now it is your turn, Sister Domtila. Sasa ni wakati wako dada Domtila. To you, Domtila Atieno Inguje, Wewe Domtila Atieno Inguje, do you today before a great congregation je, leo hii mbele ya umati kuu hii and the heavenly witnesses na mbele ya wanabingu wakishuhudia, accept to take Victor Otieno Ngesa unakubali kumpokea Victor Otieno Ngesa to be your lawfully wedded husband? kuwa mume wako wa kisheria ambaye umepatanishwa Will you naye? leave other men and cleave to him and him alone and alone? Je, utawacha watu wengine na kumshikilia yeye mwenyewe na yeye mwenyewe pekee, In sickness or in health, katika magonjwa ama katika afya, in good times and in bad times, katika masaa mazuri ama masaa mabaya, in wealth and in poverty? katika utajiri ama katika Will maskini? you love and protect him Je, utakubali kumpenda na kumlinda till death do you part? hadi kifo iwatenganishe? If it is your will, you will say, yes, I will. Kama ni hivyo basi utasema ndiyo nitafanya, If it is not your will, you will say, no, na kama sio matakwa yako basi utasema ya kwamba la, I will not. sitaweza. You still have this last chance. Bado una nafasi ya mwisho, But after speaking like Victor, na baada ya kuongea baada ya Victor, you will be under a covenant. utakuwa katika maagano mengine. Yes, I will. Now let us hear from them. Let us hear Wacha sasa tupokee kutoka kwao their commitment to one another. ile kujipeana kwao kwa mwingine. I want to give Victor this chance Nataka nipatie nafasi hii Victor to speak aongee to Domtila, kwa Domtila, because imanidhimanya kwa kuwa wewe ndio ulimuinda. obulu mna confirm kisa watu Atakuja kudhibitisha tu kama umesema. kanyamba mna kuenda kauli Kuenda uwezo.
I, Victor Otieno Ngesa, son of Vitalis Ngesa, do to take you Domtila Tieno Ingunje, daughter of Benadas Okwom Ingunje, to be my lawfully wife from today onwards. I promise to love and provide to you in sickness and in health, in good bad times, in good and bad times, in poverty or riches. I will cleave to you alone, forsaking all other women, till the death do us part, and this is my solemn vow. Usipige makofi. Victor anaraka ninamchelewesha, si mnaona? Victor anaraka, si mnaona? You are not reading, you are speaking to Domtila, please. I want you to speak. Au somi bali unaongea na Domtila, tafadhali nataka uongee. I, Victor Otieno Ngesa, son of Vitalis Ngesa, do take you Domtila Atieno Ingunje, daughter of Benadas Okwom Ingunje, to be my lawfully wife from today onwards. I promise to love and provide to you in sickness and in health, in good and bad times, in poverty or riches. I will cleave to you alone, forsaking all other women, till death do us part, and this is my solemn vow. Thank you. Tumesikia Victor akisema. Tuendana kumena. Hakuna haraka sana. Kako nini bicho muda mingi cho. Nilisema uje mapema niweze kukupa mapema. Alwa mingi pia nuko ni dole, makumi dile. Nataka nikupe huyu usiku kama kumejaa na giza kuna mahali pa kuelekea. Now it is the time of Sister Domtila to vow to Victor that they will live together. Sasa ni wakati wa dada Domtila ili aweze kujiapa ya kwamba wataishi pamoja na ndugu Victor. Listen to me, church. Nisikize kanisa. Are you there? Yes. I want to test the brain of this young woman. Nataka nijaribu akili ya huyu msichana mdogo. Talk to Victor. Ongea na Victor. Wow. Wow. Yes. Thank you, man. Thank you. I, Domtila Atieno Inguje, daughter of Bernardus Okwom Inguje, do take you, Victor Otieno Ngesa, son of Vitalis Ngesa, to be my lawfully husband from today onwards. I promise to love and provide to you in sickness and in health, in good and in bad times, in poverty and in riches. I will cleave to you alone, forsaking all other men, till death do us apart, and this is my solemn vow. Due to public demand kulingana hitaji. Public
Public demand bwana. No, Kiswahili. Hitaji la halaiki. Public demand wachona ni hao. Yena ura wachona Kisungu kujogi wiki. Public demand wachona ni hao. Hitaji la halaiki nasema ya kwamba ni vita ndio kukelo mama ile. Ya kwamba vita kumleta mama kwake. Mama mukele ile. Mama ndiye amemleta kwake. Public demand wewe koda kale mama ndio chano kumateo. Na ile hitaji la hiki kaniambia kwamba hii inaweza kuwa tatizo kidogo. Labda mimi Victor tu alokendo. Nataka nimpe nafasi Victor tena. Mono miss mama nipo danti. Nieleze mama ya kwamba bado angali nipo. Kaito osomo vao mare komio wa mama te. I, Victor Otieno Ngesa, son of Vitalis Ngesa, do take you down Chila Atieno Inguje. Don't recite the poem. I, Victor Otieno Ngesa, son of Vitalis Ngesa, do take you Inguje to be my lawful wife from today onward. I promise to love and provide to you in sickness and in health, in good bad times, in poverty or riches. I will cleave to you alone, forsaking all other women till death, to do part and solemn seneka katayo gini. Ane fundi masone kawuono do. Abiro sono madonje bonana mimi. Yeye ndio fundi ambaye anashona siku ya leo, atashona mpaka ingie. Urumama. Kisi gini ni kajime. Acheni mna watu na cheni wote kisi. Nimekupa kusema kwa mmoja kisi. Kumbe nilienda sana nikaacha watu wa kutoka kule bara nyuma sana. Victor Kodomtela alwaro mondo utim gima honorable. Victor Kodomtela nataka mfanye kitu cha heshima. Gimana no motimo ni polo morgo. Hichi kitu ambacho mnaona mnafanya mimi nafurahia. Acheni niliu. Ukino taribi. Aya. Unena. Unaniona? Konana mimi. Amen. Asomo ebuma moro mokadwa wacho ka. Nimesoma katika andiko lingine ambalo sitaki nitaje hapa. Unaambiwa ukae kando kidogo. In our church of ours we have a slogan. Katika kanisa letu la Sauti ya Wokovu na Uponyaji tunaye mtindo. Lingwa. Nyamaza, tulia. Eling. Umetulia?
Jadundo alokuacho ni ya. Mtu wa sauti lokovu anasema ya kwamba Kamuma uoto. kama andiko inatembea, Kamuma uoto. kama Biblia inatembea tunatembea. Kama muchu. Na Biblia ikisimama tunasimama. Ndiko mari Nyasaye machiegni chope wacho ni ya. Na andiko la Mungu ambao uko karibu kuyafikia nasema Wuoini oseweyo dala gi loka cha. huyu kijana akishaacha watu wao kule ng'ambo, Odong' mana dakika matis. imebakia tu dakika kidogo To padore gi chiege. na anaungana na mchumba wake, Kae to gibedo ringruok chiel. kisha wanakuwa mwili mmoja. Gik mineno ma watemo e nyimu kage. Vitu hizi mnaona tunajaribu hapa mbele yenu hapa. Mama Ana Nyapondo nodhi kanye. Mama Ana Nyapondo alienda wapi? Gik mineno ma watemo e nyimu kage. Vitu ambazo mnashuhudia tunajaribu mbele yenu hapa. Gigi jotago jogi kagisedhi e ot. Hizi vitu waangaisha watu wakisharejea kule kwa nyumba. Omiyo wadwaro riembo jochiende go gnagi ka. Unauru na mina wa. Unauru ni kamano. Unauru ni sawa. Kada chelo kele makekone malache niye vita. Mtu mmoja tu peke yake Ndio ninaharibia wakati sana. ndio Emika tunesaka. Victor. Ni Victor. Kaya kaka kono sibur ngia. Angalia bila ananiangalia. Nimefika katika hatua nyingine Adwaro mondo ot ochakole. nataka nyumba itulie tena kidogo. Tutulie. Mtulie. Tulie. Please order in the house. Are you silent? Here, tulia. Thank you. Haya. Untie. Mupo. Adong mnagi stable ngene tani. Nimebaki tu na hii awamu kisha mnaomba. Adwaro mondo Victor okekanyisi mogik. Nataka Victor weke ishara ya mwisho. Mararwako ne Domtila tere lwete. Ya kumjivisha Domtila tere katika pete katika mkono wake. Kopoko timo kamano. Na kabla hajafanya hivyo, Adwaro mondo sumne yiri man kone kete kupimo malo. nataka aweze kuonyesha hawa mabinti walioko sehemu hii hiyo pete kabla hajajibu. Martha wewe umekuja kuchelewa. Fulumari nitie wachiegni dhi. Fulumari nitie wachiegni dhi. Reception.
Nafasi yako ipo, tuko karibu kuingia katika awamu ya reception. Pale karibisha watu. Haya. Watu wa Victor wawachone Domtila wachimoro matis. Wetu Victor anataka kumweleza dada Domtila jambo lingine kidogo tu. Iro wachone. Yeye anamweleza. Chumbi machiegni. Kuja karibu, msonge karibu. Kuja huku. Mkuje upande huu. Kuja kuja pande hii. Shikilia hii. Haya. Tunyamaze usiguse kitu. Hii pete na kuwekea kwa njia takatifu. Unawekea nani? Sister. Sister. Kauono. Unaanza na jina lake. Unaanza jina lake. Mimi Victor, hii pete na kubalishia Domtila kwa njia ishara ya ndoa yetu takatifu katika jina la Yesu. Amina. Poketo pesa poketo. Amevika ama bado hajavika? Simuseme amen. Haya. Tulia kidogo tu. Sasa ni Sister Domtila ndiye anataka kumwekea Victor pete. Due to public demand, Sister Domtila inua pete juu. Enda onyesha pande ile. Mkono mwambie bye. Enda tu. Mwambie bye. Wanatukia lokali maraji manani. Baba anatupenda sasa. Haya, msikie Domtila anasema nini? Haya, msikie. Mimi Domtila Atieno Inguje na kuvika hii pete Victor Otieno Ngesa ili iwe ishara ya ndoa takatifu kati yetu wawili. Mungu nisaidie. Sikasikia vigelegele. And now, sasa the Bible says, maandiko inasema
that the rib he took from the man, ya kwamba ile ubavu tuliondoa katika mwanamume, he fashioned a woman, ilitengeneza mke, and brought her to a man, na akamletea mume. and the man saw the woman, Na mume akamwona mke, and he said, na akasema, this is flesh from my flesh, huyu ndiye nyama ya nyama yangu, bone of my bones. mafupa ya mafupa yangu. She shall be called a woman. Ataitwa mke. And for that reason, Na kupitia hiyo, kwa sababu hiyo, na kwa sababu hiyo, a man shall leave his father and mother. mume atawacha baba na mama yake. Come close, Wache karibu, come close kuja karibu to his wife. kwa mke wake, Unite together, wakipatanishwa pamoja, and they shall never be again two people, na watakuwa tena watu wawili tofauti, but one body. bali mwili mmoja. And now, Na sasa what is the time? I don't see any time around. ni saa 8:35. Sasa saa 8 na dakika 35. Kila mtu tusimame. Everybody stand up. Kila mtu tusimame. Everybody stand up on your feet. Sasa hivi saa 8 na dakika 35 ninawatangaza Victor na Domtila ya kwamba leo hii you are husband and wife. Hallelujah. Hallelujah. What God has joined, Kile ambacho Mungu ameunganisha, let no man put asunder. mtu asije akatenganisha. It is now time. Sasa imewadia. It is now time for the clergy to come. Saa imewadia ili viongozi waje. We want to pray for the family of Victor and Domtila. Nataka tuombee familia ya Victor na Domtila. And other parents also to come, the two parents to come. Na wazazi wanaowakilisha baadhi yao pia waje. Pige magoti chini. Just kneel down. Ukongo 100. Kelmuma. Adwa ndio ndio mmono wa jogi. Nataka makuhani waweze kuwazingira hao watu. Kelmo. Genesis chapter 2. Wabariki Baba na watoto, wabariki Baba na fedha, wabariki Baba na furaha, wabariki Baba na mali chungu mzima, wabariki Baba na afya njema, wabariki Baba na baraka za mwili, wabariki Baba
za baraka za kiroho katika jina la Yesu Kristo. Tumewafunika na damu ya Yesu. Mungu ni asante, maana tunaomba tukiamini unatenda Baba. Asante Bwana Yesu. Tunakushukuru Mungu mtukufu, ni kwa sababu ya familia hii tumeweka mikononi mwako Baba. Wanaenda kuanza maisha haya ya ndoa, uanze pamoja na wao Baba, ukapate kuwabariki, wabariki na wana, wabariki na maisha mazuri sawa sawa na ahadi yako Bwana. Kama ajabu wapiganie na washindanie, ili Bwana ujitukuze katika maisha yao. Tumewabariki mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo Mwokozi tumeomba. Sote tupige Bwana makofi. Asanteni tulaji, mnaweza kubaki, mnaweza kurudi kwa nyumba yenu ikibaki na hawa peke yao. Kila mmoja narudi katika kiti chake. Tazama umzuri mpenzi wangu, umzuri macho yako ni kama ya hua, mashavu yako ni mazuri kwa mashada, shingo yako kwa mikufu ya vito, kwa mtupo mmoja wa macho yako wanivuta karibu nawe. Amka kaskazi nawe uje kusi, wala usiondoke, bali udumu katika bustani langu. Ewe malkia umzuri, na harufu ya marhamu yako yapita manukato ya kila namna. Tazama umzuri mpenzi wangu, umzuri macho yako ni kama ya hua, mashavu yako ni mazuri kwa mashada, shingo yako kwa mikufu ya vito, kwa mtupo mmoja wa macho yako wanivuta karibu nawe. Amka kaskazi nawe uje kusi, wala usiondoke, bali udumu katika bustani langu. Ewe malkia umzuri, na harufu ya marhamu yako yapita manukato ya kila namna. Je, hamtambui fumbo hili wa Kristo, ya kwamba mwanamke ndiye kanisa na Yesu ndiye bwana harusi anayelipenda kanisa lake? Bwana harusi aita kwa upole, mrudi zizini mwake, maana anatupenda, alitoa maisha yake kwa ajili yetu. Je, hamtambui fumbo hili wa Kristo, ya kwamba mwanamke ndiye kanisa na Yesu ndiye bwana harusi anayelipenda kanisa lake? Bwana harusi aita kwa upole, mrudi zizini mwake, maana anatupenda, alitoa maisha yake kwa ajili yetu. Mpenzi Yesu aita kwa sauti ya upole, turudi zizini mwake, muda umeyoyoma ndugu. Tutubu dhambi zetu, ili akija yeye Mungu asitupate katika usingizi wa dhambi. Mpenzi Yesu aita kwa sauti ya upole, turudi zizini mwake, muda umeyoyoma ndugu. Tutubu dhambi zetu, ili akija yeye Mungu asitupate katika usingizi wa dhambi. Je, hamtambui fumbo hili wa Kristo, ya kwamba mwanamke ndiye kanisa na Yesu ndiye bwana harusi anayelipenda kanisa lake? Bwana harusi aita kwa upole, mrudi zizini mwake, maana anatupenda, alitoa maisha yake kwa ajili yetu. Je, hamtambui fumbo hili wa Kristo, ya kwamba
kanisa, na Yesu ndiye bwana harusi anayelipenda kanisa lake. Bwana harusi aita kwa upole, mrudi zizini mwake, maana anatupenda, alitoa maisha yake kwa ajili yetu. Je, hamtambui fumbo hili wa Kristo, ya kwamba mwanamke ndiye kanisa, na Yesu ndiye bwana harusi anayelipenda kanisa lake. Bwana harusi aita kwa upole, mrudi zizini mwake, maana anatupenda, alitoa maisha yake kwa ajili yetu. Je, hamtambui fumbo hili wa Kristo, ya kwamba mwanamke ndiye kanisa, na Yesu ndiye bwana harusi anayelipenda kanisa lake. Bwana harusi aita kwa upole, mrudi zizini mwake, maana anatupenda, alitoa maisha yake kwa ajili yetu.